kufanya maandamano kutetea watu wetu. Hakuna kunyonyesha mtu maini hapa. Haya, ya tatu, tumesema namna hii, wale hasula wote ambao wako hapa wamekataa katakata kulipa 1.5% housing levy, kwa sababu hiyo inakuja kuwanyanyasa. Ya nne, ya kwamba watu wetu wamekataa hiyo kodi wanataka kuleta ya kulipia paka na panya na ng'ombe kodi ati ndio waweze kusivuga. Tunajua hawa wana target watu wetu na hatukubali. Kwa hivyo sisi watu wetu ambao tuko hapa, kama hiyo kodi itapita, tumeamua tutatokelezea kwa street and we shall defend our right. Ya nne, ya tano, nimalize hiyo ndio uulize swali. Ya tano, kuna project nyingi sana ambazo ziko Mlima Kenya. Mau roads, mabarabara, project za maji. Pesa imetolewa, imepelekwa kwingine. Tunatoa ilani sasa kwa serikali ya kwamba murudishe hiyo pesa. Kama sio hivyo, na sisi tutasema hatutalipa kodi. Mtumie pesa yenu. Maanisha kuwa kuna kiongozi kutoka hapa Mlima Kenya ambaye ni naibu wa rais haendi kuwatetea nyinyi kama viongozi wa hapa. Unajua huyo naibu wa rais unasema sisi tunamjua tu kwa kitu moja, ni mtu ya mchele na nyama. Anajitetea kivyake. Na ni wale kitambo walikuwa wanauza community mzima. Project zimeenda akiwa, za maji zimeenda akiwa, za barabara zimeenda akiwa. Juzi mwenyewe huyo kiongozi wasema akasimama akasema watoto wetu ni mungiki ambao hawana kazi, na wale wengine ambao wameajiriwa hizo kazi za ufundi sio wa kutoka hapa, na yeye amenyamaza, hatetei vijana wetu. Badala ya kutetea vijana wetu anasema wauawe. Tunasema ule ataua kijana yetu, tutashikana naye hapa kwa hapa.